juu kidogo kidogo. Sex mimi naye wapi? Kwenye maji. Sijawahi kufanya hichi kitendo. Akaniambia mbona unaonekana mkubwa alafu unasema kwamba hujawahi tungene yule jamaa kwenye maji. Tulivyoingia kwenye maji, labda baada ya kufika eneo, yani ilikuwaje? Kwanza safari mnatoka na marafiki. Siku hiyo ulitegemea kwamba utafika moja kwa moja na kwenda kuogelea sehemu ya beach? Hapana. Ila ilitokea tu kwamba inabidi usogee eneo. Ilikuwaje mpaka mnaondoka nyinyi na marafiki na kufika eneo hilo? Tunaanza safari. Labda mlitokea Chamanzi, Mbagala au wapi mlitokea? Tulitokea Kimara. Kimara. Kimara Suka, si Kimara nini? Unajua hizo sehemu zinaitwa nyingi. Kimara gani huko? Temboni. Temboni. Okay, ndio ikawaje sasa? Tulikuwa yani ilitokea tu ghafla. Tulikuwa ile safari tumeipanga rasmi hapana. Ndio? Tulikaa tu tumetulia, mshasiku tukajishauri. Tukajua mwanzo kwa nini tutoke kidogo out. Ndio. Tumepanga tu tukatoke beach moja inaitwa Koko. Ndio. Basi tukabebana wenyewe tukatoka mpaka lile eneo, tukafika pale beach. Ndio. Baada ya kufika tukakuta kibao watu wanaogelea, kila mtu kabisa na mambo yake. Kwa hiyo tulivyofika pale beach, kuna kwaga na wale watu wanaofundisha kuogelea wale. Na labda mlikuwa wangapi kutoka nyumbani? Mlikuwa na marafiki wangapi ambao mmetoka hapo Temboni kuelekea Koko Beach? Tulikuwa 4. 4. Ndio? Tulikuwa 4. Kwa hiyo tulipofika pale, wengine baadhi walikuwa wanajua kuogelea, wengine mimi ndo nilikuwa bado sijazoea maji, kwa bado ni mgeni. Na katika hiyo safari ya watu 4 wote mlikuwa mabinti au na kidogo mlichanganyikana na mameni kadhaa? Hapana, tulikuwa wote wadada. Okay sawa. Kwa hiyo tulipofika pale, wengine walikuwa wanajua kuogelea, wengine walikuwa hawajui. Kama mimi ndo nilikuwa mgeni kabisa. Kwa hiyo nilipofika pale tukaambia kwamba kuna wale vijana ambao wanafundishaga kuogelea wale. Ndio. Nikasema sawa. Kuna kijana mmoja akatokea. Njoo mimi nikufundishe kuogelea. Nikamwambia unaweza kufanya hivyo? Mimi naweza na kuchotokea hicho. Nikamwambia mimi maji naogopa. Itakuwaje kama tukizama? Hamna shida. Kweli wenzangu wakanitia moyo, si unajua mashoga tena. Wakanitia moyo pale, nenda. Nikasema ngoja niende. Nilipofika hapo tukavaa zile nguo zetu za kuogelea. Yani hapo kwamba katika maelezo yako kwamba jamaa tayari alikubali kwamba mwende hilo eneo la kuogelea. Yaani kwamba wewe ulikubali akufundishe. Ndio. Kwa hiyo nilipokubali ikabidi nipe nguo za kuogelea. Ndio. Ikabidi tungene yule jamaa kwenye maji. Tulivyoingia kwenye maji, nguo niliyokuwa nimeivaa ilikuwa kidogo yani kuogelea afu kwenye maji ya mtu wa kiume ilikuwa kidogo inashawishi. Yaani nguo inashawishi kivipi yani? Hapo kidogo mtazamaji aende kujua nguo gani ulikuwa umeivaa. Unajua kuna nguo nyingi za kuvaa wakati wa kuogelea. Nguo na hiyo nguo labda kuna mpenzi alikuchagulia au ulitoka nayo wewe mwenyewe nyumbani? Hapana, sikutoka nayo nyumbani. Tulikuja nazo kutoka nyumbani. Ndio. Yaani kama nguo za kuogelea ilikuwa ni bikini. Ilikuwa bikini. Unajua bikini wanaume wengi huwa wanatamani sana kuvaa mavazi ya hivyo. Mtoto wa kike akivaa hivyo basi huwa wanachanganyikiwa. Mimi kuna rafiki yangu akionaga tu bikini naye huwa anachanganyikiwa. Kwa hiyo ulikuwa umevaa bikini. Labda bikini ya rangi gani ndugu yangu? Ilikuwa ya pinki. Ya pinki. Rangi kabisa ya mtume hiyo ya Mungu. Hata ningekuwa mimi mtangazaji sikio ningedata. Sasa ina maana juu mpaka chini ulikuwa tu umevaa bikini basi. Je, juu ulivaa nini? Juu nilivaa tu kitopu basi. Chini ndio kavaa bikini tu. Yaani ina maana huko mambo sasa yakawa lele. Sasa kwenye maji kuogelea. Okay sawa, ikawaje? Basi tukawa tulipotoka sasa pale na yule mkaka mimi tuingie kwenye maji. Akaanza kuniogesha kweli anifundisha. Na labda boya mlinunua, yani boya mlinunua au boya alikuja nalo yeye mwenyewe? Alitoa mwenyewe mshikaji. Okay. Kwa hiyo basi yani tulipofika pale tukaingia kwenye maji, akaanza kunifundisha kweli, lakini kila anapoendelea kadri anapozidi kunifundisha anazidi kuniambia ni maneno mazuri tukiwa kwenye maji. Maneno mazuri hayo kama yapi? Unajua wewe mwenyewe ni mzuri, kwa hiyo maneno mazuri hayo yanaanza kusema yapi hayo?
alikuwa anaongea tu maneno mazuri, wewe mzuri, yani nimetokea kuvutiwa na wewe. Yani aliongea mpaka akafika mbali, akafika stage akasema na sex mimi na wewe wapi? Kwenye maji. Mimi nikamwambia sisi kwenye maji, nikamwambia mimi sijawahi kabisa, sijawahi kufanya hichi kitendo. Akaniambia mbona unaonekana mkubwa alafu unasema kwamba hujawahi? Nikamwambia kweli sijawahi kutoka na mwanamume hata mmoja. Yani na sijawahi na siwezi kufanya mapenzi kwenye maji, na unajua mtu akiwa anatoroa bikra inakuwa ni kama na zile chumchum zile zinaweza kunizuru. Basi wewe kaka alifosi. Subiri kwanza, ina maana toka kipindi hicho ulikuwaga hujawahi kabisa? Yani unataka utuambie kwamba huyo jamaa ndo ingekuwa ni mara ya kwanza kukufanya kwa kipindi hicho? Ndio ilikuwa mara ya kwanza, nilikuwa sijawahi kabisa. Ina maana mitaa yote uliokuwa unakaa hakuna mtu labda ambaye alishawahi kukutongoza, kukuvutia? Yani nataka nijue je, hakuna changamoto ambazo ulikuwa unapitia mtaani? Walikuwepo, ila mimi sikuwahi kuwakubali kabisa. Yani nilikuwa nawaogopa kwanza. Yani kwa nini ulikuwa unaogopa wanaume? Hapo tupe story kidogo. Kuna kisa na mkasa kiliwahi kukukuta au ukaogopa wanaume au ilikuwa? Hapana. Hamna kitu nikuta, ila nilikuwa nawaogopa tu. Alafu wanaume wengi walikuwa ni marafiki zangu. Kwa ile kuanzisha mahusiano, yani nilikuwa najiona kama na mimi ni kama wao. Yani ulikuwa unahofia kuanzisha mahusiano na marafiki wengi ambao walikuwa wanaume. Na labda hao marafiki zako walikuwa hawajawahi hata kukuapproach, yani kujaribu kukutongoza labda kwamba bwana mimi nakupenda, mimi nimekuelewa? Hakuna hata mmoja ambaye amefanya hivyo? Waishawahi. Ilikuwaje sasa? Hapana, sikuwahi kukubali. Kwa kampani zima ambayo ulikuwa nayo hakuna mwanaume yote ambaye amewahi force bwana? Kwa hiyo unajua mtoto mzuri kama yeye, afu natoka tuambie kwamba kwa siku hiyo kwa mara ya kwanza unaenda Coco Beach unakutana na jamaa ndo anataka aivunje bikra ndani ya maji. Kweli nilikuwa sijawahi hata siku moja. Yaani siku hiyo ndo ilikuwa ni siku yangu ya kwanza. Kwa sijawahi kabisa. Yaani wale nilikuwa nachukulia kama vile marafiki zangu, kwa siku hata kuwa na hisia nao. Na kipindi chote cha kusoma hujawahi pata mchumba shuleni, labda wapi, mtaani, klabu? Labda ulikuwa sio mtu wa kwenda klabu kwenda na kurudi? Ndio, nilikuwa sio mtu wa klabu sana. Ndani nilikuwa sio mtu wa hivyo kabisa. Kwa nini haukuwa mtu wa hivyo? Unajua mabinti wengi saa hizi ni watoto wa klabu, na kutuambia eneo kama Temboni watoto muda wote wapo shangu. Sasa unatuambia kwamba haukuwa mtu wa klabu. Kwa nini ukuwa uendi klabu? Au hukupata marafiki ambao wanaondoka namna moja sehemu moja kwenda klabu labda kwa kubeng kucheza muziki au kitu kama hicho? Labda niseme hivyo unavyo inachangia. Marafiki zangu wengi walikuwa sio watu wanaopenda sana kwenda klabu. Okay, sawa. Tuendelee na story. Ndio. Kwa hiyo tulipofika pale, baada ya yule jamaa sasa kwa ananiambia maneno mazuri kwenye maji, wewe ni mzuri dhaifu, naomba sexy. Mimi nikawa namkatalia, nikajitahidi kukataa sana. Baadaye nikamwambia kama unahitaji sana hicho kitu basi tutoke maeneo ya hapa, tuende tukatafuta sehemu nzuri tukapumzika. Kile jamaa akawa akaforce. Subiri, usio kamalizia bwana. Wewe ambaye hujasubscribe, kumbuka kusubscribe, like na kushare ili kupata notification soon habari zetu zitakapokuwa. Bado tunaendelea na dada yetu Vicky ambaye alifika eneo la Coco Beach. Unataka tuambie kwamba umesema aliforce, kwamba anaforce sasa hapo mfanye? Yani aliforce sana, aliforce. Ngoja kwanza, na kipindi anaforce ili mfanye, wewe ulikuwa unamchukuliaje? Yaani kuna vile vitu unaona wewe mwili sasa hapo unajisikiaje? Kutetemeka au ndo unaanza kidogo kunani? Kiukweli jamaa mwenyewe alikuwa mzuri. Ina maana sasa alikuvutia. Yaani alinishawishi. Kwa hata ile nilivyokuwa nakataa, yani nilikuwa nakataa tu, lakini jamaa mwenyewe alikuwa mzuri vibaya. Yaani ukimwangalia hivyo mwenyewe una hebu eleza kidogo, ukimwangalia mwenyewe una yule jamaa ni mzuri. Kwamba alikuwa ananyanyua chuma, ana chest kidogo, yani ana kifua kidogo, ana body. Kule alikuwa mzuri, kwa anashawishi. Kwa ile kukataa, kwa ile nikaa nakataa. Sasa ile kukataa si lazima nikatae. Wewe utakubali tu mara moja jamani? Kwa siku zote kina dada huwa mnatufanyia hivyo kwamba kwa mara moja. Hata mimi mwenyewe ningekuwa nakataa, yani ningekataa moja kwa moja. Kwa hiyo kipindi anakuforce, kwa hiyo anakuvutia, yani unakataa lakini kuna muda yeye mwenyewe pia anakuvutia. Yani nakataa, lakini kuna muda sasa ananivutia yeye mwenyewe. Kwa hiyo unakuta
tukaamua kufanya tu kwenye maji. Ilikuwaje kuwaje sasa, alifosi vipi mpaka mkafanikiwa kutekeleza hilo tendo ndani ya maji? Alifosi. Tukafanya. Nikamkalia juu kidogo kidogo. Hebu subiri kwanza.